Katika siku za hivi karibuni, mjadala mzito umeibuka ndani na nje ya Tanzania. Mjadala ambao umevuka vichwa vya habari ukahamia kwenye majukwaa ya kimataifa ya sheria na haki za binadamu. Taarifa zinazosambaa mtandaoni, ingawa bado hazijathibitishwa rasmi, zinadai kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan inatafakari uwezekano wa kujitoa kwenye mkataba wa Roma. Mkataba unaoiunda mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Ni madai yanayozua maswali mengi kuliko majibu, kwa sababu Tanzania imekuwa mwanachama wa ICC kwa zaidi ya miongo miwili. Na kwa muda huo chombo hiki kimekuwa nguzo muhimu ya uwajibikaji wa kimataifa, hasa katika masuala yanayohusu migogoro, haki za binadamu na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Endapo taarifa hizi ni sahihi, hatua hii inaweza kuwa na athari kubwa kisiasa, kisheria, kidiplomasia na hata kijamii. Katika uchambuzi huu wa dakika zijazo tunatazama kwa kina. Je, kisheria inawezekana Tanzania kujitoa? Ikiwa ICC imeanza uchunguzi wa awali, nchi bado inaweza kujiondoa? Taratibu zinahusikaje na zinachukua muda gani? Na athari zake ni zipi kwa serikali, kwa viongozi waandamizi na kwa raia wa kawaida? Madai haya yanatokea wakati ambapo picha ya haki za binadamu na uwajibikaji wa kisiasa inapata kipaumbele kikubwa kimataifa. Ripoti za mashirika haki za binadamu, wataalamu wa sheria kimataifa na baadhi ya wanadiplomasia wa kigeni wamekuwa wakifuatilia matukio yafuatayo nchini Tanzania: vifo vya baada ya uchaguzi, watu kupotea au kufungiwa kiholela, ukandamizaji wa kisiasa na matukio yanayohusisha utekaji na ukatili unaodaiwa kufanywa na vyombo vya serikali. Katika mazingira haya, taarifa zinazodai uwezekano wa kujitoa kwenye ICC zinabeba uzito mkubwa. Hata kama hatuwezi kuthibitisha, mjadala pekee unaonyesha jinsi dunia inavyofuatilia hatua za serikali ya Samia kwa makini. Mkataba wa Roma unaoiunda ICC ulianzishwa ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu, bila kujali nafasi yake, yuko juu ya sheria pale ambapo uhalifu mkubwa wa kimataifa umefanyika. Uhalifu unaochunguzwa ni pamoja na uhalifu dhidi ya ubinadamu, lakini pia mauaji ya halaiki, uhalifu wa kivita na vitendo vya ukatili vinavyolenga raia. Tanzania ni mwanachama wa ICC kwa zaidi ya miongo miwili, na ICC mara nyingi inachukua nafasi pale ambapo nchi inashindwa kuchunguza kwa uhuru. Hivyo basi, madai ya kujitoa yanapovuma yanaibua maswali ya msingi. Ni hatua ya kulinda mamlaka ya taifa au ni ishara ya wasiwasi wa kisiasa? Kisheria, kujitoa ICC ni halali, lakini kuna masharti. Kifungu cha 127 cha mkataba wa Roma kinaeleza nchi inatuma barua rasmi kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ni baada ya miezi 12 tu ndipo kujitoa kunaanza kutumika rasmi. Hata hivyo, makosa yanayotokea wakati nchi ilikuwa mwanachama hayafutwi. Kwa maneno mengine, hatua kujitoa haiwezi kufuta au kuzuia uchunguzi wa matukio yaliyotokea kabla ya tarehe ya kutumika kwa kujitoa. Mfano, Burundi ilijitoa mwaka 2017, lakini ICC bado iliendelea na uchunguzi wa matukio yaliyotokea kabla ya hatua hiyo. Sheria ya ICC ni wazi. Uchunguzi ulioanza kabla kujitoa unaendelea bila kuathiriwa. Hii inahusisha preliminary examination na prosecutorial review. Kwa hivyo hata Tanzania ikijitoa ICC bado inaweza kukusanya ushahidi, kufungua uchunguzi rasmi na kuchunguza matukio yaliyotokea wakati nchi ilikuwa mwanachama. Hii ina maana moja kwa moja kujitoa hakuwalindi viongozi binafsi au serikali kutokana na uchunguzi uliopo. Nchi mara nyingi huamua kujitoa kwa sababu mbalimbali, lakini sababu mojawapo ni pamoja na sababu za kisiasa, hofu ya uchunguzi kuelekea kwa viongozi waandamizi, lakini pia sababu za kidiplomasia. ICC mara nyingine huonekana kuchukua nafasi ya kisiasa, hasa kwenye nchi za Afrika, lakini pia kuna sababu za kisheria na kiutawala. Mara nyingi nchi hudai uhuru wa mahakama za ndani na kulinda mamlaka ya taifa. Kwa Tanzania, kama madai haya ni sahihi, hatua hii inaweza kufungua mjadala juu ya uwezekano wa presha ya kimataifa, uwajibikaji wa viongozi, lakini pia mustakabali wa nchi katika mfumo wa kimataifa wa haki.
Ikiwa Tanzania itajitahidi kujitoa ICC, basi italazimika kutuma barua rasmi kwa UN Secretary General, lakini pia kutoa tamko rasmi la serikali kwa umma ama kwa raia wake. Lakini pia itasubiri kipindi cha miezi 12 kabla kujitoa kuanza kutumika ama kuanza rasmi. Lakini hoja muhimu ni ICC bado ina mamlaka ya kuchunguza matukio yaliyotokea kabla ya kujitoa kwake. Kwa hivyo hakutakuwa na kufunga mlango kwa uchunguzi uliopo kama inavyodaiwa. Iwapo Tanzania itaamua kujitoa, basi athari zinaweza kuonekana kwenye mahusiano na Umoja wa Ulaya. Misaada na ushirikiano unaweza kupungua, lakini pia mahusiano na Marekani yanaweza kudorora. Sera za ushirikiano zinategemea rekodi za haki za binadamu. Mahusiano ya kimataifa, ambapo nafasi ya Tanzania katika majukwaa ya kimataifa ya ulinzi wa haki inaweza kupungua. Athari hizi si za papo hapo, lakini ni ishara muhimu mabadiliko na uhusiano wa kigeni. Nini basi athari kwa viongozi wa Tanzania iwapo watajitoa kwenye mahakama ya ICC? ICC inachunguza watu binafsi na si nchi. Hivyo hata baada ya kujitoa, mawaziri, wakuu wa polisi ama maafisa wa intelijensia au pia viongozi waandamizi wa serikali bado wanaweza kuendelea kubeba wajibu wa matukio yaliyotokea ndani ya kipindi ambacho Tanzania ilikuwa mwanachama. Kujitoa kunaweza kuathiri taswira ya serikali, uhusiano wa usalama na nafasi ya Tanzania kimataifa, lakini haiathiri uwajibikaji wa kibinafsi. Nini basi athari ya wananchi wa Tanzania ikiwa serikali yake itaamua kujitoa kwenye mahakama ya ICC ama mkataba wa Roma? Moja, waathirika wa utekaji, ukatili au mauaji bado wanaweza kupeleka malalamiko ICC. Lakini pia mashirika haki za binadamu ya ndani yanaweza kupoteza chombo cha kimataifa cha kushinikiza uwajibikaji. Uamini wa raia katika mfumo wa kimataifa wa haki unaweza kupungua. Hivyo hata hatua ya kujitoa ina maana kubwa kwa jamii na uwajibikaji wa kisiasa. Madai haya ya kujitoa ICC bado hayajathibitishwa, lakini uchambuzi huu unafungua maswali muhimu. Ni hatua ya kisiasa au ya kisheria? Inaathirije nafasi ya Tanzania kimataifa? Lakini je, viongozi binafsi bado wanaweza kuchunguzwa? Ambapo majibu ndiyo, viongozi binafsi wanaweza kuchunguzwa hata baada ya Tanzania kujitoa kwenye mkataba wa Roma. Sheria iko wazi, kujitoa ni halali, lakini hakuzui uchunguzi uliopo. Kwa hivyo hata kama hatua hii itachukuliwa, maswali yanabaki wazi. Dunia inasubiri na Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ipo katikati ya mjadala mkubwa wa haki, uwajibikaji na historia ya kisiasa ya kitaifa.